الكواكب جارية في بروج أفلاكها ومطهر السماوات بقدس تسبيح أملاكها ومسير أنفس المطيعين للسعي في فكاكها ومنظر كافة المذنبين حلما وثقة بإدراكها. أحمده على خوال نعم خولها وتوالي قسم أكملها وملابس آلاء فعلها ومعاكس أعداء جدعها حمدا يكون إليه واصلا وبما وعد عليه كافلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يتلاق في القلب كواكبها ويتعلق برب سببها وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله للرسل غائبا وللملل غالبا وللحقوق غالبا وعن الفسوق ناكبا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه آناء الليل وأطراف النهار. أما بعد أيها المسلمون الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Ndugu zangu Waislamu, baada ya bismi na himdi na swala na salamu, hapana budi mimi kuihusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, leo tumeingia siku ya tatu kwa wale waliotangulia ya Dhulhijja, na vile vile leo tumeingia siku ya pili kwa wale ambao kwamba wanafuata muandamo wa maeneo. Ndugu zangu Waislamu, hii ni fursa ambayo kwamba tumepewa sisi ya kuweza kumwabudu yeye. Ikiwa kutapatikana wale ambao kwamba wametangulia kulingana na imani yao ya kwamba wanafunga na kufungua na mwezi wa popote, na kuna wale ambao kwamba wanafunga na kufungua kwa mwezi wa pale ulipoonekana kulingana na maeneo. Hali yote hii iko na uzito, ndugu zangu Waislamu. Yule ambaye kwamba anafuata mwezi wa Arabuni, muelezee utakavyomuelezea, lakini bado atafuata mwezi wa Arabuni. Na yule ambaye kwamba anafuata mwezi wa maeneo, muelezee utakavyomuelezea, lakini bado atafuata mwezi wa maeneo.
Hali yote hii isitushangaze, kwani ibada hizi tunazozifanya hatufanyiani sisi kwa sisi, tunamfanyia Allah subhanahu wa ta'ala. Na chochote ambacho kwamba unakifanya kwa ajili ya Allah na unatarajia malipo kwa ajili ya Allah, Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia jambo lolote lile linalipwa kulingana na nia ya mtu. Kwa hiyo leo ni siku ya pili. Kwa wale ambao kwamba wako na somo, leo ni somo ya pili, na kuna wale ambao kwamba leo ni somo ya tatu. Cha msingi ni kuzielekeza ibada zetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huu mzozo wa mara kwa mara hautatusaidia, lakini tunaangalia, je, tunafanyia ibada nani? Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea Qur'an, akatuletea ahadithi mbalimbali. Pamoja na vyote, Allah akatuletea dalili nyinginezo ili sisi tuweze kumwogopa yeye. Kwa hiyo ikiwa wewe utamwamini Allah kisawasawa na utafuata amri zake kisawasawa, hiyo ni faida yako wewe na mimi. Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu zangu Waislamu, anatuambia kwenye Qur'ani, walladhina amanu, na wale ambao kwamba wamemwamini Allah kisawasawa, wakamwamini mtume kisawasawa, wakaiamini Qur'ani. Kwani ukiamini Qur'ani, vitabu vyote ambavyo kwamba vimetajwa viko ndani ya Qur'ani, vimekusanywa pamoja. Sasa walladhina amanu, na wale ambao kwamba wataamini maneno ya Allah. Aya hiyo kwenye suratul Baqara aya ya 82, Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza maneno haya, walladhina amanu, na wale ambao kwamba watamwamini Allah, wakaamini na mitume, wakaamini na malaika. Halafu watu hao hawakutosheka na kuamini kwao, waamilu salihati, kisha baada ya kuamini wakatenda vitendo vyema. Tunaona ya kwamba aya hii inatufundisha kwamba kuamini peke yake haitoshi, mpaka tuongeze na vitendo vyema. Ayati mbalimbali kama vile ambavyo kwamba sasa hivi tuko kwenye mwezi wa mfungo tatu na tumefunga kwa ajili ya Allah. Ima leo siku ya tatu au leo ni siku ya pili. Jambo hili ni waamilu salihati, na watu wakatenda vyema, mambo mema baada ya kuamini. Allah subhanahu wa ta'ala anatupatia bishara, anatuambia ulaika, watu hao wenye tabia ya kumwamini Allah na kutenda vitendo vyema, ashabul jannati, hao ndio watu wa peponi. Hum fiha khalidun, wataketi peponi milele. Hakuna siku ambayo kwamba watatolewa peponi. Kwa nini? Wako na sifa ya kumwamini Allah na wako na sifa ya kutenda vitendo vyema. Ikiwa annaka la tubali min alhalali walharam, kama hujali unafanya mema na unafanya yale ambayo kwamba Allah amekataza, wallahi ni hatari. Hadithi al-Qudsi inatuambia,
lam yubali Allahu yawma al-qiyama min ayi abwabi nari. Ikiwa wewe unafanya vitendo vyema na unafanya vitendo viovu na unazidisha viovu kuliko vyema, kuna uwezekano Mwenyezi Mungu naye hatojali ni mlango gani wa moto ambao kwamba atakuingiza. Halali unakula na vya haramu unakula, hali hii itasababisha lam yubali Allahu yawma al-qiyamati, hatojali Mwenyezi Mungu siku ya kiyama, min ayi abwabi nari, ni mlango gani katika milango ya moto ambayo atakuingiza. Kwa hiyo cha msingi ndugu zangu Waislamu ni kumwamini Allah kwamba yuko, na huyu mtume wake ni wa kweli, na malaika wake kweli wako, na tukatenda vitendo vyema, zikakusanyana imani mbili hizi, zikakusanyana za kumwamini Allah na kutenda vitendo vyema, tutaingizwa kwenye hii aya na Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba ulaika ashabul jannati, watu wenye sifa hizi ndio watakaoingia peponi, hum fiha khalidun, watabakia humo milele. Kwa hiyo ndugu zangu, miongoni mwa haya mema ni hizi siku 10 ambazo kwamba tunaendelea nazo, na iko haja ya sisi kufahamishana ili ibada zetu ziende kama alivyoamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume naye aliamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Uislamu ulikuwa ni ugeni, wengi hawafahamu Uislamu, akampatia Mtume sallallahu alaihi wasallam utume, kisha akampatia namna ya kuongoza umma, ili mimi na wewe tuweze kufanya ibada kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Tufanye ibada kulingana na mwongozo, na tukifanya ibada kulingana na mwongozo ndipo tutapata zile natija ambazo kwamba Allah amewapangia waja wema. Ndugu zangu Waislamu, mbele yetu kuna Eid ya kuchinja. Mbele yetu ndugu zangu Waislamu kuna Eid ya kuchinja. Katika Eid ya kuchinja hii lazima tubazane mawili matatu ili tuzipate zile fadhila za kuchinja. Kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo inatuonyesha, inatupatia mwangaza, inatuonyesha sunna ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea. An ummi almu'minina Salama, kuna hadithi ambayo kwamba imepokewa na mama wa waumini. Tukisikia almu'minina, moja kwa moja tujue kwamba huyo ni mke wa Mtume, mama wa waumini. Tunaposikia almu'minina, basi tujue wazi kwamba huyo ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwanamke huyu ama mke wa Mtume huyu anaitwa Ummu Salama, mama yake Salama. Huyu Salama sio damu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliolewa mara ya kwanza na Abu Salama. Huyu mwanamke akazaa mtoto akaitwa Salama, na alipoolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam bado akaitwa mama yake Salama. Na huyu Abu Salama kuna sababu nzito kifo chake, na Ummu Salama mpaka kuolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna maneno ambayo kwamba aliyazungumza peke yake,
baada ya siku bwanake kufa, yakapita ya kupita akaolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisa kizuri mno, tutakuja tufahamishane kipande baada ya kipande. Sasa huyu mke wa Mtume radhiyallahu anha, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee yeye, anatuambia anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba Mtume rehma na amani zimshukie yeye alisema hivi: idha raaitum hilala dhil hijja, mtakapouona mwezi mchanga wa mfungo tatu, wa arada ahadukum an yubahi, na akataka mmoja wenu, akaeka azma mmoja wenu, akaeka imani mmoja wenu ya kwamba yataka kuchinja, falyamsik an sha'rihi, basi na azizuie nywele zake, asinyoe, wa adfarihi, na kucha zake asizikate. Ndugu zangu Waislamu, tunaona hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam anatupatia mwelekezo ili kuingia kwenye ibada hiyo ya kuchinja, ya kwamba mtu kama amepanga achinje leo ni chungu tatu au ni chungu mbili, vyovyote vitakavyokuwa, lakini kama umeweka azma kwamba mimi mwaka huu nitachinja kwa ajili ya Allah, Mtume anasema kule kuweka azma, usinyoe nywele zako zote. Kama ni nywele za sehemu za siri, ziache vivyo hivyo. Kama ni nywele za kidevu, ziache vivyo hivyo. Na kama ni nywele za makwapa, nywele za kichwani, Mtume amemaanisha nywele zote. Yule ambaye kwamba amepanga kuchinja asinyoe nywele zake. Wa adfarihi, na asizikate kucha zake. Ikiwa wewe kucha zako ni ndefu, ghafla ukapata habari mwezi umeonekana na umeweka azma ya kwamba utachinja, pale pale usizikate kucha zako, ziache hivyo hivyo mpaka ipite siku ya kuchinja. Hadithi hii imepokewa na Muslim, na hakuna cha Wahabi wala Ansari ambaye kwamba anapinga hadithi hii, kwa sababu ndugu zangu Waislamu, kuna siri kubwa. Miongoni mwa siri hizo ni hizo nywele zako na kucha zako namna zilivyo, viweze kushuhudia kile kichinjo, na kichinjo nacho kishuhudie namna ulivyo mzima mzima. Kwa hiyo hapa tumeona ya kwamba nywele zetu tusizinyoe kama tumekawazima hiyo. Wanazuoni wanatuambia hiya sunnatun muakkadatun, ni sunna kuchinja iliyokokotezwa. Yundabu liman aradaha, imesuniwa kwa yule ambaye kwamba amepanga kuchinja, an la yahlika sha'rahu, asizinyoe nywele zake, wala tukallima dhufrahu, wala asizikate kucha zake. Hapo kuna siri nyingi. Wenzetu ambao kwamba wako hija ni wanyoe kipara na ni wakate kucha. Sisi ambao kwamba hatukujaliwa na hija, lakini tumepanga tuchinje, tusinyoe, tusikate wala tusizikate kucha zetu. Fi ashri dhilhijja, wanazuoni wanasema hali hiyo isifanyike kwenye siku zote 10, hata yubahi,
mpaka mtu achinje mnyama wake. Yani huku kutonyoa sio ile siku ya kwanza mwezi unaonekana. Wanazuoni wanatuambia ni zile siku 10 zote. Katikati ya zile siku 10 zote usinyoe kama unataka kuchinja, wala usikate kucha zako. Wayadkhulu waqtuha idha talaat ash-shamsu, na wakati wa kuchinja unaingia pale jua kama limechomoza. Wa madha tadhiru salatu al-eid wal khutbatayn, na mpaka kupita ule muda wa Idi na zile khutba mbili. Yani ni bora tuende kwenye Idi ndipo tuchinje, sio tuchinje kisha tuende kwenye Idi. Na lengine ni vyema Idi ya funga mosi, tukifunga siku 30, ikifika siku ya Idi ni upate japo tende utafune nyumbani au tamala maji utafune nyumbani. Lakini Idi hii ya kuchinja ni sunna uje vivyo hivyo, uende kwenye Idi bila ya kula kitu pale nyumbani, kisha umchinje yule mnyama kabla huja kula kitu. Ndani yake kuna ibra nyingi mno. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha haya yote. Halafu kuna baadhi ya vitu ili tupate ubora zaidi wa kuchinja tuweze kuvizingatia. Tunafahamishana mambo ambayo kwamba yako mbele yetu. Ikifika Ramadhani tutaona watu kutiba alaikum, kutiba alaikum, kutiba alaikum, lakini mara nyingi siku kama hizi wengi wao wanazisahau, na ziko na umuhimu mkubwa kwetu sisi. Wa afdaluha, wanazuoni watuambia bora ya mnyama kuchinja. Juzi tulizungumza wale wanyama wanaofaa kuchinjwa, tukaelezana. Nikasema ng'ombe watu 7 wanaweza wakachanga, ngamia watu 7 wanaweza wakachanga, mbuzi awe ni mtu mmoja, na tukasema kama ni kondoo pia awe ni mtu mmoja. Lakini hapa kwenye watu 7 lazima nifahamike kidogo, ndugu zangu Waislamu. Maana ya kuchanga watu 7 siyo lazima. Unaweza ukachinja ng'ombe peke yako, au mkachanga watu 2, au mkachanga watu 3, lakini wasizidi watu 7. Isije tukaondekana imani kwamba ng'ombe lazima ichangiwe na watu 7. Hapo napaeka sawa. Maana yake ng'ombe anafaa mtu mmoja peke yake amnunue na amchinje. Kama hana uwezo, changeni 2. Kama hamna uwezo, changeni 3. Hamna uwezo, changeni 4. Lakini mkifika watu 7 usiingie 8. Wanazuoni watuambia wa afdaluha, na mnyama ambaye kwamba ni bora. Tunapokwenda kununua hawa wanyama wa kuchinja tuweni macho sana. Akasema albaydau, awe mweupe pepepe. Ni sunna mnyama anayechinjwa siku ya Idi awe mweupe. Wasu'ra'u, wanazuoni watuambia na awe na madoa meusi na meupe. Ukikosa mbuzi mweupe, kondoo mweupe, ng'ombe mweupe, hakikisha ya kwamba
unapata wanyama wenye rangi hizi. Wasafrau, na awe rangi ya manjano. Wa kwanza ni mweupe, wa pili awe rangi ya manjano, wa tatu thumma bulqau, awe na rangi hayo ya madoadoa. Bulqau, wanazuoni wa tafsiri wanasema ni rangi nyeupe na nyeusi. Huyo anafaa kuchinjwa siku ya Eid. Thumma saudau, kisha mweusi. Upate mnyama mweusi. Ukifanya masala haya unazipata sunna ambazo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza. Hapa tumeingia kwenye rangi. Mnyama awe mweupe, mnyama awe rangi ya manjano, mnyama awe rangi ya madoadoa, lakini meupe na meusi, na mnyama awe mweusi tititi. Fala yujzi'u aritau, wanazuoni watuambia haifai kabisa kumchinja mnyama ambaye kwamba ni rangi la, mnyama ambaye kwamba anachechea, mnyama ambaye kwamba anagutira, haifai kumchinja siku ya Eid mnyama kama huyu. Walaurau, na mnyama kipofu. Wakati kama wenda kununua mnyama, muangalie vizuri yule mnyama. Je, sio rangi la huyu? Je, mnyama huyu si chongo au si kipofu kabisa? Huyu hafai, au wanyama aina hii hawafai kuchinjwa siku ya Eid al-Adha. Walmaridhatu, na mnyama mgonjwa. Mnyama mgonjwa. Lakini hapa ndugu zangu Waislamu, nataka mpeke wazi, vitabu vinatuambia ya kwamba ikiwa yule mnyama umemnunua mzima, si kipofu si chongo, ukamweka na wenzake kwa nyumbani, bahati mbaya wakapigana usiku, labda pengine ni beberu umemleta pale ndani kuna beberu wengine, wakagongana kwa pembe, kisha yule mwenyeji akamtoboa yule uliyemkusudia kumchinja. Mnyama huyu anafaa kuchinjwa. Maadamu umemchukua mzima huko, si chongo. Chongo hiyo imetokea kwenye mikono yako, yafaa kuchinjwa. Walmaridhatu, na mgonjwa vile vile. Umemnunua mnyama wako ni mzima, akaja kwako mzima, ewe siku imefika mnyama ni mgonjwa, yafaa kuchinjwa. Na itaswihi kwa sababu huko nyuma umezifuata zile sheria zake. Wala yajzi'u ajfa'u, wala haifai ndugu zangu kumchinja mnyama aliyekonda. Wakati kama tunatafuta mnyama, tuangalie mnyama ambaye kwamba tasurru nadhirin, yoyote atakayemwangalia atafurahika na mnyama huyo. Mnyama wa kukonda pia ametolewa kwenye wale wanyama, awe ni mweupe hasa, awe ni mweusi hasa, awe na madoadoa meupe na meusi hasa, lakini madamu ajifau amekonda, hafai kuchinjwa kwenye Eidul Adha. Sio sunna. Siku zingine za kawaida unaweza ukachinja mnyama yoyote, awe ni kipofu, awe alikatwa mguu, awe alikatwa pua, lakini hapa tunaangalia sunna ili tuzipate zile thawabu za kuchinja. Ajifau ni mnyama aliyekonda, mnyama amekondelea mbali, umeenda pale umechagua, wala ambao kwamba wamenenepa labda huna uwezo nao,
Ukiangalia mfuko wako, wanyama walionenepa ni 5,500, 500, 6,000. Lakini mfuko wako unalingana na vile vimbuzi vilivyokonda. Rudi nyumbani. Urudi nyumbani. Tena wanazuoni watuambia sio vyema, uwezo wa kuchinja huna, uende ukamkopeshe mwenzako. Hili pia linapunguza hili. Eti ufuate mtu mwenye mbuzi, bwana mimi mshahara wangu utaingia tarehe ambayo kwamba Eid itakuwa imepita, na kuomba unisaidie na mbuzi wako, nitakulipa nikipokea. Sio vizuri. Lazima tuwekane wazi. Kama uwezo huna, kubali kwamba huna uwezo. Usijigagamize. Hii ni ibada. Kwa hiyo sio vizuri kuchinja mnyama mwenye deni. Hapa tunamuona mnyama aliyekonda. Mbele yake wanazuoni watuambia wal majnunatu, na mnyama mwenda wazimu. Yani wewe kuna mbuzi wako pale nyumbani, yuko na tete sana. Kifunga hapa mara shaka hata ametokana huku. Wewe mwenyewe unajua kama huyu mbuzi yuko na uenda wazimu. Mbuzi huyo sio sunna kumchinja siku ya Eidul Adha. Iwe ni mbuzi, awe ni kondoo, awe ni ng'ombe. Ng'ombe mwenyewe hata sipa kuchinja inakuwa tabu, kwa sababu tunajua ng'ombe huyu kuna kichaa. Ng'ombe au mnyama mwenye kichaa, mwenye wazimu, hafai kuchinjwa kwenye Eidul Adha. Wal jarbau. Ndugu zangu Waislamu, haya maneno ya wanazuoni tunaambizana, tunakumbushana ili tuzipate hizo faida za kuchinja. Wal jarbau, na mnyama gongolo. Lugha rahisi kabisa. Mnyama ambaye kwamba gongolo kila mmoja anajua ni mnyama ambaye kwamba alizaa akamaliza mpaka hazai tena, mpaka akitembea anapukusika zile nyoya zake. Kama ni ng'ombe hivyo hivyo, kama ni mbuzi, mnyama huyu yani hata ukimchinja labda unaweza ukaitafuna nyama yake dakika 7 na hujaimeza. Mnyama amepevuka mno. Jarbau ni mnyama aliyekomaa sana, mpaka kutembea hapa na pale unamsikia na hema. Kwa vile yuko rahisi, ndugu yangu, unatoa pesa unamnunua ng'ombe huyo au mbuzi huyo, unajipunguzia fadhila, unazipunguza fadhila. Walati kutia ba'dhu adhaniha, na vile pia mnyama ambaye kwamba amekatwa kijisehemu kwenye sikio lake. Yule rangi ambaye kama tumemzungumza kule, yule anayechechea ambaye tumemzungumza kule, au alizaliwa hivyo hivyo, au alifanya kukatwa, au aligongwa akaumia, au akakatwa mguu mmoja. Hapa tunaona kwamba hata sikio la mbuzi liangalie vizuri. Yani yule mnyama ukitaka kumnunua, mfanyie research, mwangalie vizuri. Je, masikio yake angalau kuna kijisehemu kimekatwa? Awe yuko sahihi jismu, mwili wake uwe ni mzima moja kwa moja. Ndugu zangu Waislamu, tukishajua haya na tukiyashika vizuri, tutafaulu. Hapa mbele ni Alhamisi, tukienda Kinango tutafanyia kazi. Au kama ni Jumamosi ya kesho, mtu ataenda Mwangulu akachagua mnyama, kisha haya atayafanyia kazi. Wayusannu, na imesuniwa vile vile katika Uislamu mtu kuchinja mwenyewe. Kuchinja, ndugu zangu Waislamu, vile mnyama ni bora zaidi. Wewe mwenyewe ambaye kama umepanga kuchinja, umchinje mwenyewe.
Na ikiwa roho yako iko na huruma huwezi kuchinja, basi ukimwita mtu kuchinja ni sunna uwe karibu. Usimwambie mtu chinja, wewe mwenyewe uko ndani unaangalia masuala mengine, unamwacha mtu yachinja. Ni sunna uende pale panapochinjwa yule mbuzi, kondoo, ng'ombe, ngamia, uwe uko pale pale mnyama yachinjwa mwenyewe waona. Hali hii yote hii sio kwamba ni wanaume peke yake ndio wanafaa kuchinja. Hata mama zetu ni sunna pia nao kuchinja. Hii ni ibada ya waumini wote, wazee, vijana, kina mama, wasichana. Hii ni ibada. Nunua mbuzi wako, baba yako kama unamchinja, wewe kuwa karibu. Na ni sunna kama wachinja, omba dua zako pale, dua mbalimbali za kheri. Dua mbalimbali za kheri omba pale. Hiyo ndio karamu hiyo. Huo ndio muda wa kuomba huo. Muombe Allah kupitia huyo mnyama kisha umchinje. Na vile vile hakuna sababu ya mwanamke kuzuia kuchinja. Kama mwanamke moyo wake anaweza akamchinja mbuzi wake wa Eidul Adha mwenyewe, na watu wakala na hakuna tekeshikwa na upele. Muhimu afuate zile njia, asichinje bila kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ni hiya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala barakatillah. Yani muhimu neno bismillah ilipatikane. Kwa hiyo kama nyumbani mkeo moyo wake anaweza na roho yake kulegelege, pia mkeo kuchinjia. Ndugu zangu Waislamu, mambo haya tuyazingatie sana, kwa sababu kuna wengine wanaangalia mfuko. Kama mfuko wako hauruhusu, tulia. Kuchinja ikifika siku, chinja mwenyewe. Wanyama tumewataja. Masala haya ndugu zangu Waislamu, nimeona kama ni yale tufahamishane, labda pengine kuna mtu anajua 1, 2, 3. Na nimeangalia mpaka baadhi ya vitabu vingine vikasema kwamba sio sunna pia kumchinja mnyama ambaye kwamba yuko kijivujivu. Mnyama ambaye kwamba yuko rangi kijivujivu, mbuzi wa kijivujivu, kama ni ng'ombe wa kijivujivu. Hivyo ni vitabu vingine nimeviangalia, nikaona pia kuna wanyama wengine ambao kwamba wametajwa huko. Lakini tuzingatie hizi rangi ambazo kwamba tumezungumza. Kama kuna mtu amesahau, asione haya kufuata. Mwisho ndugu zangu Waislamu, nagusia kitu muhimu. Kabla ya siku kuchinja, kuna siku ya Arafa ambayo kama juzi tulizungumza. Ni sunna siku ya Arafa, ambayo siku ya Arafa hii kuna wengine kwa itakuwa Ijumaa na kuna wengine kwa itakuwa siku ya Alhamisi. Ni sunna siku nzima hii, huku umefunga na huku unaomba dua mbalimbali. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia miongoni mwa neno ambalo ni bora mtu ashinde nalo siku hiyo ya Arafa ni kusema la ilaha illa Allah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hili neno nimeona nilizungumze kwa sababu kuna uwezekano wengine Arafa yao ikawa iko nyuma kabla Ijumaa haijafika. La ilaha illa Allah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hili ni neno ambalo kwamba tulizungumza kila siku baada ya salatul fajr. Salatul fajr tunaleta zile astaghfirullah,
33 alhamdulillah, yale maelekezo yale. Kisha baadaye kwenye salatu al-fajr, sijui msikiti huu kama ametupiwa mali hayo, lakini iko hiyo la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha mara 10. Baada ya hapo inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, kisha tunamsalia mtume Allahumma salli. Kwenye swala ya alfajiri watu tunafanya haya: astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Tunayafanya kila siku alfajiri, sisi tunasoma dua hizo. Basi ni sunna siku hiyo ikifika, hizi dua tuzikithirishe. Yaqulu Allah ta'ala: fa idha qara'ta al-Qur'an fasta'idh billahi minash shaitani rajim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Istaghfiruhu 3 marrat.